Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati tatimu salihat. Tukiwa tuendelea na tafsiri yetu ya kitabu Bulughul Maram, tukiwa tuko katika hadithi ya raqmu 119. Tuko katika mlango wa hedhi. Tumeeleza damu ya hedhi, namna uzito wake na rangi yake na unapata, tukaeleza nyuma mpaka idadi ya siku. Aghlabia mtu patikana siku 6, siku 7 au siku 1, na wingi wake ni siku 15. Leo tuko katika hadithi ya Mu'minina ana Aisha radhiyallahu anha anna umma Habibata binti Jahsh shakat ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ad-dama qala umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki thumma ightasili fakanat taghtasilu li kulli salati. Rawahu Muslim. Wa fi riwayati al-Bukhari wa tawadda'i li kulli salati wa hiya li Abi Daud wa ghayrihi min wajhi akhar. An Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minina, tunaeleza ndugu watatu wa kike Mwenyezi Mungu katika kuwaonda aliwaonda katika mambo ya damu istihadha. Tuliwataja katika darasa ya kutangulia. Ummu Habiba, ambaye kwamba Ummu Habiba ndugu yake Hamna, hadithi yake tumepitia darasa iliyopita, na Zainab binti Jahsh, ambao kwamba huyu Zainab aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao wote ndugu watatu. Ummu Habiba binti Jahsh shakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimshtakia Mtume, alikwenda kwa Mtume akamshtakia dama, kwamba yeye ana hali ya damu yatoka tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala, akamwambia umkuthi qadra ma kana tahbisuki, zuia keti kadri itakapokuwa itakufunga wewe haidhatuki, haidhi yako. Thumma ightasili, kisha oga. Basi alipokuwa hivyo, fakana taghtasilu likulli salati, akawa Ummu Habiba yeye kila wakati wa swala huenda kaoga. Yani ina maana kwamba zipindi 5 za swala yeye huoga. Kumbe yeye katika kufahamu kwake amefahamu kwamba kila ukipata ile ada, na si ada yake ni istihadha, hii damu kwamba ya ugonjwa, akafahamu mafumu yake kwamba akipata damu kama hii ya istihadha aoge ndio aswali. Fakana taghtasilu likulli salati, akawaoga kila swala. Rawahu Muslim. Katika riwaya Bukhari, alipokwenda vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, mimi naoga kila wakati wa swala, kuanzia unaambia maneno kama yale? Mtume akamwambia la, watawadda'i li kulli salati, madamu ni istihadha, kila wakati wa swala utatawadha uswali. Yani mwanamke yoyote mwenye damu ya istihadha aruhusiwa kuswali, na kuswali kwake katika kuruhusiwa, yeye atakuja wakati wa swala uingie, ndiyo aende kutawadha. Wakati wa swala kisha kuingia, atakwenda kutawadha kama mwenye salasi mbao, kisha aswali, na lao itatoka basi atasamehewa. Ndio hii hadithi. Tuna hadithi ya nyuma na haya maneno kidogo yameambatana. Kwa hivyo akaambia watawadha likulli salati, watawadhai, tawadha kila wakati wa sala. Akawa Ummu Habiba binti Jahsh, akawa kila ikifika wakati wa swala yeye mwenyewe huenda zake katawadha. Na kabla hajatawadha, hapa kuna mambo kwamba ni muhimu sana mwanamke ayajue. Atajifunga vizuri
ile ile istihadha, damu yake ya ugonjwa isitoke ikaanguka chini ama ikafanyika hivi na hivi, ajifunge, ajistiri vizuri, kisha aingie katika swala. Wa an Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat, kunna, tulikuwa sisi, naudu la naudu alqudrata, hatuhisabu vurundu. Kudrata ni mwanamke kutoka mara nyingine katikati ya ada au mara nyingine baada ya ada yake akatoka, kama ni damu la Kiislamu lakini rangi yake kahawia, rangi kama ya kahawa, basi ile itavurundu, rangi ya vurundu kama vumbi hivi. Asema huyu Ummu Atiya alikuwa hatuhisabu ikitoka hiyo kudra. Sufrata ni rangi ya dhahabu, yani kama rangi ya dhahabu, yani ni maji yanatoka mwanamke, kaswadini ya'lu isfirali, kama mfano wa damu na usaha zimetangamana, kisha juu yake ina kama manjano, ile manjano yake inafanana kama rangi ya dhahabu. Kwa hivyo Ummu Atiya sema tukitoka na hizo, yani al-qudratu, rangi hiyo kama kahawa ama Kiswahili vurundu, wasufrata, tukitoka na rangi hiyo ambayo kama itangamana kama na usaha na damu ambayo kama ina manjano kama rangi ya dhahabu, baada tuhuri, baada kujitahirisha shay'an, kitu kutoka hicho. Sasa hili ikitoka katikati, yani mtu mwanamke ana ada yake, siku zake ni 6 ama ni 7 ama ni siku moja ama siku 6 ama 15, ikatoka katikati kisha ikaendelea ikatoka ada yake mwanzo kama kawaida ile anayojua yeye, kisha ikatoka hii vurundu rangi ya kudratu ama sufra, kisha ikarudi tena ikatoka hedhi, baada ile ile hedhi hajasafishika mwendo zile siku zake baada hazijapita. Lakini akiwa ashamaliza siku zake 6 akaiona hii, basi atajisafisha. Na ni muhimu sana hapa mwanamke ajisafishe, ima atatukua pamba, ataitia katika ile nafsi yake, yani katika ile tupu yake, aangalie yatoka ni wekundu ama ni sufra ama ni kudra. Hiyo ni muhimu sana, aitukue ile pamba yake imeke, kisha aangalie. Na ni muhimu sana mwanamke katika kuingia tahara mwanzo ajisafishe tupu yake. Lao hatofanya hivyo itakuwa ni mushkili mkubwa katika swala zake. Kwa hivyo tahara ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo mwanzo akisha kuona siku zake zikwisha na kitu chochote lazima afanye ihtiyati, atoke shakani, hii damu yangu imekatika dhuhuri ama alasiri. Sasa yeye akiwa anafanya ihtiyati hivyo, angalia kisha kuingia pale katika khala kama hamamu choni, ajiangalie, akiona ile ada yake hiyo tena ni vurudu na siku zake zikwisha, atajisafisha mwanzo pale, atie tahara yake. Kisha katika kutia tahara yake, kumbe ni saa 6 ama ni adhuhuri saa 8:30 tatia ile swala ya nyuma atailipa ihtiyatan. Pengine yeye ashatoka katika tahara kitabu, lakini maskini alikuwa hajui. Kwa hivyo ile swala ya dhuhuri kama ametia tahara alasiri, swala ya dhuhuri akiingia katika tahara atailipa. Ni vizuri sana. Lao ni isha, basi atailipa na magharibi, atafanya ni deni ataiwa ihtiyatan katika kutoka shakani. Hivyo ni muhimu sana, ndio wanasema sisi alikuwa tuhesabu ile kudratan wala sufrata baada dhuhuri shay'an. Kwa hii hadithi tukiwa na Ummu Atiya. Wa Anas radhiyallahu anhu, hadithi tukiwa na Anas, lazima msikie yeye asema anna al-yahuda wa yahudi kana talikuwa idha hadat al-mar'a, mwanamke akipata hedhi fina lam wakiluha au makinishi, yani Yahudi akipata katika ada yake, walikuwa ule mwanamke wakimtenga kabisa, hawakilishi kwa jambo lolote, hawamtegemezi kwa jambo lolote, hawataki afanye jambo lolote. Fakala Nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia mwanamke,
akiingia katika idha hadathat al-mar'atu isna'u kulla shay'in illa nikah. Yule ni mke wako ameingia katika ile ada, waweza kufanya jambo lolote lakini isipokuwa nikah, yani kumwingilia ndo ni haifai. Wa'tazilu nisaa fi mahid. Mwenyezi Mungu asema epukeni wanawake wakiingia katika haidh. Na hapa kuna mambo mingi sana. Angalau Mola Subhanahu wa Ta'ala ameleta haya mambo kabla ya elimu kuja, na elimu yaonesha lao mwanamume atamwingilia mke wake katika hedhi, lazima kutakuwa na magonjwa fulani ama mabadiliko fulani, ama mtoto kisaidia kutakuwa na upungufu huna ule. Hizo ni watu ambao kwamba waliosoma kwa elimu ndio watajua zaidi, lakini Mtume akamwambia la, kwa sababu watu walikuwa kimtenga ni wakati wa jahiliya, akamwambia isna'u kulla shay'in illa nikah, isipokuwa nikah tu haifai. Rawahu Muslim. Ana Aisha tapokea tena Ummul Mu'minin radhiyallahu anha kana sema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi sasa Ummul Mu'minin asema Mtume alikuwa yaamuruni, akiniamrisha mimi na Aisha, fa atasiru, nikijifunga kibobwe, lugha ya Kiswahili, akijifunga kibobwe yani kujifunga kitambi, yani kujifunga kibobwe yani ni kujifunga baina ya tumbo na magoti, akiniamrisha mimi na mimi niko katika ada yangu. Fayubashiruni wa ana haidun, akivana na mimi, akikaa na mimi, akikusana na mimi niko katika hedhi. Ndio ile kwamba isna'u kulla shay'in illa nikaha, kwamba yeye akimwambia afanye vile kwa sababu ni mwanamke yuko katika ada yake, lakini sehemu nyingine mume na mke wameruhusiwa, hana hatia yote, ila nikah, isipokuwa ile nikah haidekani, kama hadithi hii na Aisha alipoipokea asema yeye alimuona hii nikah na babu kana, katika mlango wa babu kana alikuwa Mtume akifanya hivi, akiniamrisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam nataka tujue sana, akifanya mambo kama haya usimuone ni mtu shahawania kama mimi na wewe, sema basi Mtume hata katika ndio wake zote nao fikira ya kupitia la, hili ni yeye ni uswatun hasana. Wafanya hivi mara nyingine yuallimuna, atufundisha sisi, sababu ajua sisi ni watu, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kukontroli jambo lolote, sisi mara nyingine ushindwa kukontroli, lakini Mtume jambo akifanya mara nyingine tuwafanya ili tuarahisishiwa sisi. Usije ukafanya hivi ukafanya mengine, ama ukaenda ukaleta uzinifu mkeo naye, basi wewe ukafanya jambo hili. Ile ni taalimu kwetu sisi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihtiram pamoja na kumpatia ihtiramu kwa Mtume. Maana hadithi kija muttafaq alayhi wa haina tena mushkili, maana alipokea ni Bukhari na Muslim. Wa Ibn Abbas apokea, Abdullah bin Abbas asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pokea yeye filladhi, katika kwamba yaati mratahu, ule ambaye kwamba atamjilia mkewe, wa hiya haidhun, na yeye na hedhi. Hii haidha ikuja haidha kama tulivyoeleza, kwa sababu haidha hapati isipokuwa mwanamke, lakini bila kike lazima iwe kuna tezi, lakini hakuna tezi kwa wale wanafunzi, kwa sababu haidha hapati isipokuwa. Qala, akasema Mtume, yatasaddaqu bidinari, atoe sadaka kwa dinari yake, au binisbi dinari, au kwa nusu ya dinari yake. Rawahu khamsa, mpokea watu watano. Wasahahahu al-Hakim wa Ibn al-Qattan, akasahihisha Imam Hakim na Ibn al-Qattan. Warajaha ghayrahuma waqfa, na akatisia nguvu, wakafanya tarjihi wasuwa wao waqfa kama hadithi mawqufu. Hadithi ikifika katika daraja ya mawqufu ni hadithi ambayo kwamba ni dhaifu. Manake utayaona yale maneno pia yanapokwenda, hii hadithi yenyewe ina udhaifu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yati mrata, kwamba mtu amemjilia mke wake na yeye ana hedhi, kisha atoe nini? Sadaka, na ile ni haki yake. Au kama hawezi kutoka dinari moja, atoe nusu dinari, ingekuwa ni kazi kubwa. Yani kila mke wako akiingia katika dini, wewe lazima utoe sadaka.
Ndio hii hadithi rajaha ghairahuma waqfa, wote wakafanya hadithi mawqufu. Katika ilmu hadith, hadithi mawqufu walichukuliwa ni hadithi dhaifu. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، يعني أليس hakuna إذا حاضت المرأة mwanamke akiwa na hedhi lam tusalli wala tasum, kwamba asifunge wala asiswali. Mutafaq alayhi. Hadithi hii tawili tena ndefu, lakini hapa amefundisha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna kwamba mwanamke akiingia katika hedhi kwamba lam tusalli, asiswali wala tasum wala asifunge. Na hapa kuna falsafa nyingi sana zinatumika, kwamba kuna maneno mengine waweza kuyauliza, kuna maneno mengine ni sheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akileta aya kama ilifatazilu nisaa fil mahidhi, kwamba la yusalu amma yafal wa hum yusalun, ingine hakuna kuulizwa. Lakini ukienda kitafiti utakuwa madamu yuko katika ile ada iliyopata, ni mwanamke huwa hato sawa. Mwanamke akiingia katika ada yake, utakuwa mwingine, mfano wewe ni mamako, ndugu yako, utakuwa mkali mwingine, ile akili yake haiko hadhi. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu akamuondoshea swala, na swala kwa sababu swala kila siku, na akamuondoshea saumu, kwa sababu yatakana ukiingia katika ibada ukiwa na khushu'i na khudhu'. Sasa yeye huwa hana khushu'i wala hana khudhu', hana makini. Hivyo hili yatakana ukiingia katika ibada yako ungeona, hata katika sheria ukiwa wewe unasikia ndaa sana, katika fiqh unasikia ndaa sana na chakula tayari harufu imekupiga kisasawa, wangua kula mwanzo kisha ukaswali. Kwa nini? Kwa sababu swala yatakana umakini, itminani, yataka khushu' na khudhu', umetulia sana. Umesinzia, umelala, umesamehewa mpaka uamke ndio swali, kwa sababu swala yatakana uswali na maruirui. Sasa mwanamke akipatikana na ada yake au mwanamume akiingia katika janaba, hafai mpaka aoge. Mwanamke mpaka tahiri kile kitu, sema huyu mwanamke ile haidhi mustahada haina mushkili, kwa sababu haimsumbui sana kile. Lakini mara nyingine utasikia umma au makiuno au makitwa, hana raha, aweza kuketi andala tu, wewe hujua nani. Ndio kaona katika sheria pigo la mwanamume, yani mtu akimwadhibu mwanamume na mwanamke tofauti. Mwanamke ukimwadhibu kidogo kwa upole, mwanamume kidogo nguvu, kwa sababu maumbile yao pia hayako tofauti, yako tofauti. Na hapa katika kueleza masala ya kwamba lam tusalli wa lam tasum, baadhi ya madhhab maruhusu, si yetu madhhabi ya Imam Shafi'i, yani si kwa madhhabi yetu, yani madhhabi ya Imam Shafi'i, ni madhhabi mengine wasema mwanamke akiingia katika haid na yeye ni muallima, asomesha Qur'an, yafaa aendelee kusomesha Qur'an. Na lao yeye ni hafidh, yuko katika tahfidh al-Qur'an, kulingana na siku zake hasa zikiwa nyingi, siku 15, basi yeye aruhusiwa, si madhhabi ya Imam Shafi'i, aruhusiwa kwamba aweza kuisikiza Qur'ani ili asipate kusahau. Wengine nasema hata kuifundisha. Na hatuko katika madhahib hapa, hatuna elimu hizo, lakini tuwaeleza ile dhahir amri ya hizi ikhtilafati al-madhahib, kwamba uweza kumsikia mtu wazungumza hivi ama shekhe azungumza hivi, usimtoe katika mipaka ya dini, kwa sababu kila mtu ana hoja zake. Hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kufanya jambo hivi hivi. Kwa hivyo Imamu Malik jawaza Imamu Maliki
masu al-mushaf lit-ta'lim lil-hayd wal-nufasa wan-nafai. Imam Malik ambao kwamba ayufti wa Malik fil Madina, alikuwa wakati wake huwezi kutofuata yeye ndio mitawali Madina, asema mwenye kujifundisha afaa akiwa na hedhi endelee na tafsiri yake Qur'an, ama endelee kusomesha Qur'an na wa hiya haid. Kwa nini tunasema? Kwa sababu hata la yasa Qur'an, asijekisahau, ama yuko katika mashindano, yule mtoto ameingia katika mashindano, kile kifika siku zake hawezi tena kuhifadhi, atarudi nyuma. Hiyo ni Imam Malik. Ndio mara nyingine kuna bwana mmoja yuko Zamakhshari, nataka mtu amsache huyu bwana, alikuwa lugha ndani ya jambo, ajua lugha ndani ya jambo, na kwa watu hata madhahabu yake hawamjui. Hiyo kuulizo kwa madhahabu katika, ukimwangalia katika tarikhi utamuona ni Mu'tazila, madhahabu yake ya Mu'tazila. Nafikiri mwelewa madhahabu ya Mu'tazila, lakini yeye alikuwa hajulikani hakika yake, alikuwa ni lugha sana katika lugha ambayo kama nasijua. Siku moja aliulizwa, yaani kumbe, kisha ataeleza madhahabu haya kwa mashairi, lakini nisiteleza kwa mashairi, nitaeleza kwa tafsiri. Limadha yajuzu rajuli an yatazawaja bi akthar min ra'ati wa la yajuzu lil mar'ati zawaju bi akthar min rajulin wahida nafsi alwaqt fi nafsi alwaqt. Mfano, kwa nini mwanamume, aliulizwa Zamakhshari, kwa nini mwanamume afaa kuwa mke wa kwanza, wa pili, mpaka watatu, mpaka wanne? Kwa nini mwanamke hafai kuolewa? Sikia jawabu, ajibu kinahu, asema yajuzu ta'addad al-maf'ul bihi fi al-lugha al-arabiyya wa la yajuzu ta'addad al-fa'il. Asema maf'ulu, kuna maf'ulu awwal, maf'ulu thani, maf'ulu thani, lakini fa'il hazisabiki, fa'il ni moja. Wakati mwingine watu wanazungumza wakisema Zamakhshari bana nzidi sana, hata tuende tumfanye mpango tuumwe kichini chini, yeye hajui. Jamaa wakaenda kumwambia Zamakhshari, yeye na habari, kuna kitabu chake kibao cha lugha, hata tafsiri zitakushinda. Alikuwa na mbio mwenyewe, kama jamaa atakuwa akasema inna qaumi tajammau wa bikatri tahaddathu la ubali kullu jamii muannath. Watu wamekaa wazungumza, mimi ni kadhaa, sijali, kullu jamii, kila mkusanyiko muannath, wanawake ndio kwenda kusanyika. Mimi napenda mtu ajifesi tupende. Na wakaulizwa, wewe kwa nini madhahabi yako madhahabi gani? Akataka kufungua wazi, akayafika madhahabi yake, akasema fa inna hanafiyya kuntu qalu bi anni ubiha at-talaq wa huwa ash-sharabu muharram. Asema madhhabi ya Imam Hanaf ni lau nikisema mimi ni madhhabi yangu ni Hanafia, katika kuhalalisha, yeye asema tembo lina neno talaq kama tembo, kwa madhhabi ya Abu Hanifa, yaani ina haramu likiwa litakulewesha, lakini kulitumia kwa njia nyingine. Akaulizwa lau wa inna malikiya kuntu qalu bi anni ubiha lahu akla al-kilab. Kiulizwa wewe Imam Malik, lau mimi ni Imam Malik, asema Imam Maliki wao wahalalisha kula mbwa. Ni kweli madhhabi Imam Malik asema mbwa ni halali za kumtinda na kabla, yaani waheba yeye madhhabi. Akasema wa Shafi'iyya, ikiwa ni madhhabi yangu Imam Shafi, qala, watu watasema bi anni ubiha nikah al-binti wal binti tahrum, kwamba mimi nitakuwa nimehalalisha nikaha ya binti yangu, na binti yangu ni muhrim, sifai kumwoa. Binti gani hapa? Madhhabuna madhhabu Imam Shafi, kwamba mtu mwana haramu wake afaa kumwoa. Sasa Zamakhshari sema
Ikiwa binti afaa kumwoa, lakini damu yako si damu yako, vile anavyokwepa zile masala. Akiuliza Hanbalia, asema Hanbalia wana taksimu wale ambao kwamba katika madhhabi yao wasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tukastajabu tukasema inna Allah samiu, kwamba Mwenyezi Mungu yasikia, ana masikio, yuaona. Kwa hivyo wakamfananisha Mwenyezi Mungu kama ana taksimu, tajasuma. Hivyo mimi haya yote akayakwepa kuuliza makhrashi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam haya anapenda kuyaeleza kwa sababu mwanadamu akikaa yasimchanganye haya madhara. Yaani wewe wa'budullah hatta ya'tiyaka yaqin, angalia ile yaqin. Hawa wote wanazuoni wakubwa, kila mtu amefanya ijtihadi kwa upande wake, na kila mtu amepata kwa upande wake hayo masala maneno. Wana Aisha tukimaliza hadithi zetu radhiallahu anha kana asema, na hadithi nyingi zilizokuwa na Aisha kwa sababu ni mke mdogo ndo alikaa na Mtume, na hakika yeye ni alikuwa akisoma sana kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ana elimu katika wake za Mtume. Asema lamma jina Sarifa hitu, nilipofika mahali paitwa Sarifa. Sarifa ni mahali meli 6 kutoka Maka, meli 6 ufike kutoka Maka. Asema nilipofika hapo yuko haji, hitu nikapata hedhi. Faqala Nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia na Aisha, ifali, fanya ma yafalu alhaju, wanaofanya haji yote fanya. Ukufu Arafa, watasimama Arafa, watafanya nini zote fanya. Ghaira, isipokuwa alla tatufi bilbeiti, usitufu kwenye Alkaaba hata tatuhuri, mpaka ungetohara. Yani hapa tukapata mwongozo kwamba mwanamke akenda haji akapata hedhi aweza kusimama Arafa, aweza kufanya zile ambao kwamba, lakini kutufu Alkaaba hafai akiwa na hedhi. Kasema mimi nafanya mchango wangu, napata tikiti ya bure, natoka kuanzia Kenya mpaka kafika haji, takuwaje? Takufu hivyo hivyo, haiswi haji yako. Yatakana mwanamke ende kwa mahisabati, ajua mimi kenda haji kuhusu ada yangu. Wanazuoni kwa sababu fiqh haijamalizika, fiqh yaendelea. Unajua fiqh mpaka sasa yatolewa yaswihi, kwa sababu kama indolezi fiqh ilikuwa mpaka leo sisi tutambana mali fiqh tatawurat. Wanazuoni akasema inda dharurati tubihu almahdhurat, kaida ya fiqh inda dharurati tubihu almahdhurat, wakati wa dharura zile haramu huruhusiwa. Kweli una kiu wewe, hakuna maji isipokuwa una tembo, utafaa kunywa usife. Inda dharurati tubihu mahdhurat. Na wakati wa haji enda utaruhusiwa. Wanazuoni wasema, mimi hunukuu, sina kipaji cha kueleza fatwa na nini, mimi hunukuu. Wanazuoni wasema ataruhusiwa yule mwanamke kutumia dawa ama sindano, ile ada sipate siku ile peke yake, ile haji yake sifundiki, kwa sababu hija ni mara moja, marata. Pengine akikosa ile hapati tena. Kama sasa kwa mwaka huu atakutaka kwenda haji, lazima uwe takriban 7. Ilikuwa gharama. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam bashira sema hijini jamani, ni hija itakuja kuwa ni nzito. Manake sasa hija imekuwa ni biashara kubwa. Nyinyi mkienda kule ni watalii, nyinyi mwenda kufanya ibada, lakini wale waona kama wazungu wakuja kutoka Jerumani, kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka wapi, wala kule utia senti. Hamjafika, lakini inshallah Mungu ajalie mfike na sisi tuende tena. Ule utamwona mtu hakuuliza swala matoze za kutoka, akamwambia ni haji, mwambie atakwambia kama hoja Kizungu Kiarabu atakwambia. Yaani leo kutoka Kenya, watu wa Kenya wanaonekana watu maskini.
huko unaongana watu wote la kabla usiku wao. Mwatoka huko nyinyi mpaka huko ni matajiri sana. Mimi niko hapa hata siendi kule. Wewe unatamani Al-Kaaba yuko pale pale. Unaomba tunanuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam tunashiria sema kutakuja watu watanipenda mimi, wako tayari kutoa mali yao, kutoa kila kitu chao, waje kunizuru, si kuniona, au wanione mimi. Alitasema waje kuniona mimi. Ndio sisi mtu atatafuta pesa aende kwenye Al-Kaaba, ni amri ya Mwenyezi Mungu, kisha aende mpaka kwa mtume akamzuri, atamani atoke ile mtume amuone sura hivi. Kwa hivyo kwa nini alla tatufi bibaiti hata tathuri? Kala sheria. Kwa nini Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia na Aisha usitufu mpaka utahara, yani haji yako wewe imeharibika, ama kama ni umra ukuja kufanya umra ishaharibika umra yako, kwa sababu lazima ukitufu Al-Kaaba uwe uko tahara. Hili Al-Kaaba jamani, watu walikuwa wayuadhimuna wakiliheshimu kabla al-Islam wa baada al-Islam. Wakati wa ujahilia, tueleza hapo, tueleze nyuma, atakuwa tarehe ndefu. Wakati wa ujahilia watu wakiingia Maka hawafanyi kazi yoyote mwanzo mpaka watufu, kisha ndio ingia nyumbani. Wakienda kazini mpaka watufu ndio ende kazini. Wakirudi kazini mwanzo unitufu tu, waseme ni jiwe ni na jiwe. Lakini hichi kitu kikubwa kitukufu kuanzia Uislamu ujani. Na lingine la ajabu, wakiwa nguo zao chafu haziko tahara, pengine wakufanya makhalatha yao, ama si chafu zile nguo kulingana na zile kazi zao nzito, ama zimeingia zoo za ngamia. Haki ya Mungu akatoja ile mvua nguo wakatufu uchi tupu. Wakiulizwa mbona wafanya hivyo, nasema Mwenyezi Mungu hana haja hizi nguo zetu chafu, lakini ana hii mwili wake na hizi roho zake. Kama na habari. Kwa hivyo ndio naeleza hii hadithi kwamba na Aisha kwamba alla tatufi, usitufu kwenye Al-Kaaba hata tatuhuri, kwa sababu wenyewe walikuwa kikotani, walikuwa ni mjahilia, hawaelewi. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kaambia, jamani, akatubu basi nyinyi wanadamu kama hayawani. Lakini walikuwa wakiheshimu sana na mpaka leo Mwenyezi Mungu akituwafikia kuwafikiwa, ukienda hata mwakani ile Al-Kaaba, wallahi ukifika pale mara yako kwanza ukiliangalia machozi yatakutoka. Zile jadhibia zilizokuwa rohania pale, kuna mambo ya ajabu, machozi yatakutoka, labda wewe roho yako ni kama jiwe, na hivyo itakutoka. Hadithi pia ndio tukimaliza wa Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu sa'ala Nabii sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirajuli min imra'atihi wa hiya haidun, faqala ma fawqa al-izar, rawahu Daudi wa dha'afahu. Hadithi shakuja maneno yake kinyuma. Muadh bin Jabal asema kwamba Mtume aliulizwa sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirajuli min imra'atihi, kuna uhalali gani mwanamume kutokana na mke wake, wa hiya haidun, na yeye ana hedhi. Faqala, Mtume akamwambia ma fawqa al-izari, juu ya kitamo, kile kigogo. Rawahu Abu Daud dhaafa kadhifisha, kwamba mke katika ada kama ni maneno nyuma tueleza, mume wake aweza kufanya jambo lolote isipokuwa nikaha, isipokuwa kumwingilia haifai, na yule mwanamke atajistiri kwanza kwenye kitovu mpaka maondo magoti. Wa Ummi Salama, hadithi kwa Ummi Salama radhiallahu anha qala, asema kanat an-nufasa taqludu ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam baada nifasiha 40 yawma, rawahu khamsa illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud wa fi lafdhi lahu wa lam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati an-nafas wa sahahahu Hakim. Ummu Salama asema kanat an-nufasa, tulikuwa sisi tuna nifasi, damu ile mwanamke katika 40 ashazaa, lakini mwanamke ana hedhi
ana damu widada, ana damu ya nifasi, zote zinamtokea kwa mwanamke. Taqudu ala ahdi, kutiketi kwa mtume wakati wa mtume sasa, baada nifasi 40 yauma, tukikaa siku 40. Siku 40 mwanamke akiingia katika nifasi haruhusiwi kuswali, haruhusiwi kufunga. Kufunga atalipa, lakini swala. Na sasa pia kama kuwakumbusha kila mwenye kudaiwa alipe, manake wanawake wengi wanadeni na Ramadhani aja. Ikija Ramadhani nyingine kabla hujalipa, basi itabidi ulipe, utoe na kafara, utoe na kibaba. Yaani Ramadhani ile wadaiwa umeketi miezi zote, wewe hujalipa mpaka sasa, una deni na Ramadhani iliyopita, pengine umezaa ama ukuzaa wadaiwa tu, basi mwanamke afanye bidii hizi siku zilizobakia asiziwate, ili alipe, asipate kuingia Ramadhani nyingine. Kisha pia nyingine, lao itamtokelea mauti mwanamke kama huyo, ni hatari, kwa sababu atakuwa amekwenda na deni. Adaiwa mtu atakaogope deni la Mwenyezi Mungu. Benki ya deni la mwanadamu hufai kuzikwa. Mtume anasema asizikwe mtu mpaka alipiwe, aje deni la Mungu na hata kulipia ni kitu kama kutanabaishana. Pamoja na wanawake mashallah, Mungu amejalia kusala sunna, kufunga sana sunna wao. Kwa hivyo asema baada nifasi 40 yao, siku 40 tumeketi. Ndio ile sisi mama amezaa yuko kwenye 40, au mwanao amezaa yuko kwenye 40, maana 40 nzima zile yeye hako hali nzuri. Rawahu 5 illa Nasai, isipokuwa Imam Nasai. Wa lafdhi li Abi Daudi, na tamshi kwa Abi Daudi. Wa fi lafdhi lahu, katika tamshi lake asema walam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati an-nafas, asema kwamba hakuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kulipa swala ya wenye nifasi. Wasahahu Hakim, akasahihisha Imam Hakim, yani nifasi kulipa, lakini isipokuwa saumu kwa sababu ya mwaka mwezi mmoja. Lakini mwanamke akiingia katika ada yake haruhusiwi kufunga baada. Inshallah kwa haya tunazungumza, Mwenyezi Mungu atakujalia min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.